Haleluya. Sasa hiyo ilikuwa ya Kikuyu. Baba nitore iguru. Retware kuria moruo. Uthamaki waku oke. Ta uria wendete we. Utuheire cito cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ. Tore ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ tondũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Imagine ilikuwa ya Kikuyu na sikuijua nikiwa kwa shule. Lakini siku ya leo najua our Father in heaven. Yeye ni mwaminifu. Kuna kwenye Mungu alitutoa. Na wapendwa, tusisahau. Zingine gharama watu walitoa kwa ajili ya wokovu. Siku ya leo wokovu imekuwa kama mchezo. Kuna wengine walitoa gharama kwa ajili ya wokovu. Kuna wengine walifukuzwa nyumbani kwao kwa ajili ya wokovu. Kuna wengine walipigwa vita kwa ajili ya wokovu. Lakini siku ya leo hakuna vita, lakini tunakaa kama watu wamechanganyikiwa. Hata yeye mwenyewe hajui kama ameokoka ama hajaokoka. Yeye amekaa tu. Kwa hiyo wale wanaokoka wanaenda, hata yeye anaenda. Kwa hiyo hawajaokoka wakienda, hata yeye anaenda. Mungu atusaidie kujua ya kwamba wokovu, Yesu alitoa gharama kwa ajili ya wokovu wetu. Na kuimba kwaya sio kusema umeokoka. Na kuimba kwaya sio mbaya. Na kuhubiri sio kusema umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kujipima kama Roho Mtakatifu anatawala ndani yako. Kama Roho wa Mungu ako pamoja na wewe. Kwa maana vita zetu Mungu atatusaidia. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuingie katika neno la Mungu. Na ninaamini Mungu wetu atatuunda jinsi apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Mungu nimekuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu nimekuja kwako, unifanye kama upendavyo. Unifanye kama. Wakati tunaimba hiyo wimbo ni tamu sana. Kama sio tamu. Lakini wakati tunafinyangwa inakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuingie katika neno la Mungu katika Yeremia
Yeremia 18 kuanzia hapo 1 mpaka 6. Ninaamini ya kwamba Mungu wetu atatufinyanga tuwe kama jinsi apendavyo. Haleluya. Hareki tusomee. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu. Na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake yule mfinyanzi, alikifanyiza tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vyema yule mfinyanzi kufanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana. Angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Baba Mungu, tunasema ni asante. Asante kwa maana wewe ndiye Mungu wetu. Unatupenda kwa njia ya ajabu. Tuko mbele zako Mungu wa Israeli. Tufinyange tuwe kama jinsi upendavyo. Asante mfalme wa falme. Nena nasi Baba, kwa maana tunasikia. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesoma neno la Mungu. Sababu neno la Mungu linasema, neno lilimtokea Yeremia kusema ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema ni vizuri kujua sauti ya Mungu. Na kuna kujua sauti ya Mungu na kuifahamu na kufanya kama vile maagizo imesema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamtokea akamwambia, ondoka sasa. Ondoka uende katika yule mtu wa mfinyanzi. Na akampata katika ile boma, katika kwenye alikuwa anafinyanga, anafanya kazi yake na yale magurudumu. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia akatazama vile yule mtu anafanya kazi, akiwa na bidii ya kazi yake. Akatazama akaona, wakati anaounda chombo chake, wakati kinaharibika, anakiuliza tena, anakiunda tena. Bwana Yesu asifiwe. Tuko ama tumehama? Tuko. Nasikia kama mmehama. Tunaiona kinyangwa sai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kufinyangwa sio rahisi wapendwa. Sio rahisi kufinyangwa. Lakini mwenye alikuwa anafinyanga alikuwa anahakikisha hakuna yeye imetoka kwake ikiwa na shida. Bwana asifiwe. Anaona ameunda vizuri, anaona ni ya kupendeza, hiyo anaiwachilia. Akiona ingine imepasuka, hawezi akaiwachilia kama imepasuka. Na Biblia inatuambia ya kwamba zingine zikawa zimepasuka katika mkononi mwake. Haleluya. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Akafuatilia
Wakati Mungu anatutengeneza tunaumia wapendwa. Wakati Mungu ameandaa kutuandalia mambo mema, tukiangalia mifano nyingi ya watu ambao wako katika Biblia, unapata Ayubu wakati anamuunda tena, wakati anarekebisha, unaweza poteza yenye yote uko naye. Tuko pamoja? Ayubu alipoteza wakati Mungu alikuwa anamuunda tena, alipoteza kila kitu, na wenyewe walikuwa wanabaki ni wale wa kufikisha ujumbe na kusema watoto wako wote wamekufa, mimi peke yangu ndio nimebaki. Imagine wa kufikisha ujumbe ndio wanabaki tu. Wanasema jamii zako zote zimekufa, ni mimi tu nimebaki. Ng'ombe zako zote zimekufa, ni mimi tu nimebaki. Yeye peke yake ndio anabaki. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa sababu gani unabaki ukiwa peke yako? Na ni kwa sababu gani Ayubu aliwachwa akiwa peke yake? Na hata akasema ya kwamba hata pumzi ya midomo yangu bibi yangu hataki kuisikia. Nanuka vibaya. Hata wafanyikazi labda ni wabebeze ndio walifanyie. Wakati Mungu anakuona, anaondoa chochote. Haleluya! Anaondoa chochote yenye unaweza ukasimama naye, yenye inaweza ikakupendeza, aliondolewa hata marafiki. Hata Yeremia mwenye Mungu alisema nilikujua kabla haujaubika. Si alitupwa kwenye simu? Bwana Yesu asifiwe. Na ili Mungu amuunde tena. Danieli, yeye ni rafiki wa mfalme, kwa maana alitafsiri ndoto. Walipendana na mfalme, lakini mfalme hagezuia Danieli kwenda katika tundu la simba. Lakini hata akiwa huko, sababu Mungu alikuwa anamuunda, Mungu anakuhifadhi. Haleluya! Majaribu ya Mungu ni mzuri sababu anakuhifadhi. Hautaumia, hautainama kwa miungu, sababu ni lazima utimize lengo la Mungu. Sio rahisi. Wakati Mungu anakuunda, anakuondolea pasa, anakuondolea wazazi, anakuondolea wenye mmezaliwa pamoja. Hata Yusufu si aliondolewa? Wakati Mungu anakuunda, unakuanga peke yako, na hakuna msaada ya mtu mwingine wowote ambaye inaruhusiwa kukusaidia, sababu Biblia inasema ya kwamba mimi Mungu ni Mungu mwenye wivu. Unapatanga hata kasini umetengwa na kila mtu. Wakati Mungu anakuunda, wakati Mungu anakuunda. Pasta mwingine alikuwa anasema yeye alipatwa na shida na akaanguka, akashindwa hata kulipa nyumba ya 200, akaanza kuuza manguo yake ndio apate chakula. Anaenda akitembeza manguo. Imagine hatujafika hapo, hata kama tuko na shida hatujafika hapo. Anabeba manguo yake, anaambia niko na nguo hapa. Kama ni moja anasema hii ndio imebaki. Na ni ile kwa mzuri. Wakati aliuza zote ile mzuri, ndio Mungu alipatana na yeye. Ndio usiseme ya kwamba ni kwa ajili ya fulani nimesimama.
Yesu asifiwe. Kuhudumia Mungu sio rahisi. Hebu tusome hapo ile. Rudi hapo ile. Inasema, na chombo kile alichokuwa akifinyanga kilipoharibika mkononi mwake yule mfinyanzi, alikifanyika tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vyema yule mfinyanzi kukifanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na chombo kile, hiyo ndio nataka usike hapo vizuri. Wakati kimeharibika kikiwa mikononi mwake, anaifinyanga tena. Hata haitaendelea tu hivyo, lazima ifinyange iwe kama matope, kwa maana ni udongo. Haleluya! Lazima itandaze, ifinyange. Hapa ndio tunasema hata wewe Mungu hauko pamoja nami. Hata Ayubu alisema, marafiki wangu wameniwacha kama vile wewe Mungu uliniwacha. Wakati huo tunaonanga, na haki yangu iko wapi? Na haki yangu iko wapi? Nimenyimwa haki yangu yote. Haleluya! Lakini kuna Baba aliye juu mbinguni, anajua na kuunda tena. Hauwezi ukaendelea akiwa hivi ndio hivyo. Anaondoa kiburi yote. Anaondoa kiburi yote. Lazima ufinyangwe. Mpaka watu wanakuchukia tu. Sasa unaendana kama uko nyuma yao. Haujielewi wewe uko wapi. Wakati Mungu anakuunda, wote wanakurukia. Unawachwa na machozi. Unawachwa ukitazama miujiza ya watu wengine. Nasema Bwana asifiwe. Nimebarikiwa. Niko na gari. Saa hiyo wewe umeuza mavazi yako. Unajiuliza, na huyu Mungu kweli? Huyu Mungu ni wa haki. Mungu aliyemuomba Bwana asinifikie mimi. Na hiyo wakati Mungu anatunda, ndio tunatafutana na manabii. Sababu wakati Mungu anatunda, mbingu inasimama. Hakuna chenye inaendelea kwako. Hakuna ndoto yenye inaendelea. Hakuna unabii. Mbingu imesimama na unahitaji kutabiriwa. Mbingu imesimama. Ndio unaenda kwa waganga. Sauli wakati aliona kimeumana, wakati aliona mbingu zimenyamaza, alienda kutafuta mama mganga. Na yeye tu ndio alikuwa amewamaliza wale wote waganga. Lakini wakati mbingu zimesimama, wakati Mungu anakuunda tena, ndio wengi wanakimbia kwa waganga. Hautapata msaada huko. Ni Mungu amefunga. Ni Mungu alifunga, hana tumbo yake. Hata kama angeenda wapi, hangejifungua mtoto, kwa maana ni Mungu alikuwa amefunga. Kuna wakati Mungu anafunga, ndio tukipata Samueli tunamrudisha katika uwepo wa Bwana, tunamrudisha kwenye madhabahu. Wakati Mungu anaturejesha, wakati Mungu amefunga, sababu anakuandaa. Hana hangeamini atazaa Samueli. Hana hangeamini atazaa mtu ambaye amejazwa na Roho wa Mungu. Wakati Mungu alikuwa anamuunda, wakati anaundwa, ndio Penina anainuka. Sijui Penina wako amekufikisha wapi siku ya leo. Lakini Hana lazima angeenda Shilo, hata kama wanampenda ama hawampendi, lazima angeenda Shilo kukutana na Mungu wake.
anakuondolea yote, anakuondolea yote. Si ni yeye alikuwa amekupatia? Na sasa kama anakuondolea ili ajitukuze ndani yako, si uache hapo ufinyangwe. Mungu anapatiana neema ya kuvumilia majaribu. Haleluya.